Dayuni ni mfanyakazi wa kusafisha nyumba kwa watu walio busy na majukumu, wanaokosa kabisa muda wa kufua, kupika na vitu kama hivyo. Sasa siku ya leo alikuwa amealikwa nyumbani kwa mzee mmoja kwenda kumfanyia kazi za ndani. Alipofika alikutana na mzee ambaye kiukweli hali yake haikuwa nzuri kabisa, kwani vitu ndani vilikopo ovyo sana. Yeye jukumu la kwanza aliweza kulifanya ni kuvipanga vitu hivi na kuviweka katika namna nzuri, lakini mwisho akampikia mzee na chakula cha mchana. Mzee huyu kuyatazama haya alifurahi sana, akamwambia Dayuni, "Tazama na nyumba ya jirani ule bidada. Angalia, vitu vyake viko hovyo sana." Dayuni akasema kwamba huwa tunafanya kazi kwa mtu ambaye amependa huduma zetu, wala si kujipeleka kwa mtu. Basi bana, akaendelea na shughuli zake. Lakini kwa kuwa macho hayana pazia, Dayuni akawa amegeuza macho yake na kutazama bidada akiwa anaanika nguo. Kitu ambacho kilimshangaza sana, kwani bidada alikuwa yuko rafu sana. Yaani anaanika nguo zimejikunja, alafu nyingine zikiwa chafu. Akashangazwa sana mara baada ya kuyaona haya. Inakuwaje mtoto wa kike yuko katika hali hii? Sasa ukweli uko hivi, huyu bidada anaitwa V. Wazazi wake walifariki ingalikuwa ni mdogo kiasi. Hivyo akaanza kufanya kazi kulipa madeni waliokuwa kidaiwa. Aliachiwa nyumba kubwa sana, ikawa ni ngumu kwake kuweza kuihendo. Na wakati mwingi anawahi katika ofisi yake kuhakikisha kwamba anafanya kazi zake ili kumudu gharama zote za maisha na kulipa madeni aliyokuwa anadaiwa na mzazi wake. Anapoelekea ofisini ubeba mabegi makubwa sana ya taka, lakini huo hakuwa muda sahihi wa kwenda kutupa taka. Na kutupa mida hii basi inakuwa ni uvunjifu wa sheria. Wakati anaendelea kutupa, kumbe Dayuni alikuwa yuko nyuma yake. Basi akainamisha kichwa kwa kuomba msamaha kuwa ametupa taka katika muda uliokuwa si sahihi, lakini Dayuni akawa ameondoka. Wakati anaondoka alikuwa ameshika gazeti dogo ambalo lilikuwa likitangaza huduma zake. Bibi akajua kabisa mwamba alikuwa anajitangaza kwamba yeye ni mfanya usafi ili aweze kuajiliwa, lakini akasema kimoyomoyo, "Sikuajili ngo." Akiwa anaelekea kazini, kabla ya kupanda basi aliona gari ya bosi wake ikiwa inaelekea kazini. Akajua tu kwamba amechelewa hapo kisanga bana. Akakimbia kwa mguu mpaka ofisini. Alipofika tu kuna vijana wawili wakawa wamempatia mabegi yao na kumwambia kuwa katika mabenchi yetu kwani tulikuwa busy usiku mzima. Lakini na mwenyewe akawa na noma bana. Akampatia mtu atakataka. Yule mtu akawa amebeba mabegi yao. Wamefika ofisini, watu wanamshangaa. "Mabegi yetu yako wapi?" Akamwambia sijui. Yule mtu ataka akachukua ile mabegi akaenda kuwapatia akiwa na uchafu. Basi bana, hii ni hali ya masiala ambayo inakuwepo katika maeneo haya ofisi anafanyia V. Anaishi nao kwa upendo sana wafanyakazi wenzake. Bosi wake akawa ameingia na moja kwa moja akatoa tangazo na kusema kwamba anatakiwa kuandaa tangazo zuri kwa ajili ya wateja wapya. Lakini akapewa kazi nyingine ya kuwapigia wateja wao waliokuja siku ya jana wote simu. Lakini kabla hajamaliza hata kupiga simu, akaja huyu kiongozi na kumwambia kuwa anatakiwa kuagizia wafanyakazi wote vyakula haraka sana vivyo vimefika hapo ofisini. Si mara ya kwanza bibi V kuagizia wafanyakazi wenzake vyakula. Hivyo ana diary yake asili ambayo ameandika kila chakula kinachopendwa na kila mfanyakazi. Hivyo akafanya kuagizia haraka sana, lakini yeye akaagiza tango tu. Anabana bajeti kwani ana madeni ya kulipa kwa ajili ya wazazi wake. Kando kidogo aliweza kushuhudia mkurugenzi mkuu msaidizi akiwa ametembelea ofisini. Mara nyingi anasafiri sana kisafari za kibiashara. Alikuwa amefika na kuleta wazo kubwa sana la kibiashara, na hapa akahitaji mtu ambaye anaweza akaongezea mawazo. Bidada akawa ni mmoja kati ya watu walioweza kutoa mawazo mazuri sana. Huyu mkurugenzi msaidizi akafurahi sana kuyasikia mawazo hayo na kumwambia kuwa usije ukaniangusha katika mawazo hayo. Basi bidada akasema kuwa nashukuru kwanza kwa kuniamini na kuhakikishia kwamba nitasimamia huu mradi vizuri kabisa na haya mawazo niliyoyatoa tutayatendea kazi. Ikawa ni shavu kubwa sana kwa bibi V kulipata mara baada ya mkurugenzi msaidizi kutembelea kampuni hii siku ya leo. Kidogo siku ya leo ana furaha mara baada ya kupata taarifa nzuri kutoka kazini, kwani amepewa mradi wa kuweza kusimamia. Kitu ambacho kikakatishwa zaidi ni ile message iliyokuwa imeingia katika simu yake, simu kutokea bank. Wakiwa wanamkumbusha kumwambia kwamba anatakiwa kulipa madeni ya familia yaliyokuwa amekopa na wazazi wake. Kitu ambacho kikamuumiza sana na kumharibia kabisa mood yake. Lakini wakati huo akampigia simu rafiki yake na kuanza kumueleza uhalisia wa mambo. Rafiki yake akamshauri kwa kumwambia kwamba una nyumba kubwa sana, kwa nini usiuze na pesa zinazobakia ukapange nyumba nyingine ukalipe madeni kuliko unavyoendelea kuishi katika hali ya mateso, iko siku utakufa kwa pressure. Akaendelea kuongea na simu huku anawaza sana, yani upepo unapiga ni mkali. Kumbe bana, eneo lile alikuwa ametupa takataka, alikuwepo mtu ameandamwa na matakataka kibao na kuna upepo mkali sana unazunguka. Pasipo kujua kwamba huyu ni nani alikuwa ameandamwa na zile takataka, kumbe alikuwa ni mkurugenzi wake katika kampuni. Ndio alikuwa amezingirwa na zile takataka, amepata shida sana, kuna kimbunga kikali kilikuwa kimemzingira. Atafanya nini kuweza kumsaidia? Na hajamtambua bado sura yake kujua kwamba huyu ni mkurugenzi wake. Ile kushtuka tu, kumbe alikuwa yuko ndotoni. Bwana, akasikia hodi mlangoni. Kwenda kufungua akakutana ule mzee jirani yake. Mzee analalamika vibaya mno, matakataka yamekuja mpaka nyumbani kwake. Anamwambia kwa jana ulitupa muda ambao gari ya taka ilikuwa imeshapita. Kwa hiyo sasa ulitupa muda mbaya, takataka zote zimetapa kama nyumbani kwetu. Bidada akawaza, kwa zile takataka mwana nizifunga vizuri. Wazo la alika alikokuja akafikiria kwamba huenda ni Dayuni yule kijana aliyepishana naye siku ya jana, huenda alichana ile mifuko yake ya taka na ndio maana takataka zikatambaa katika mtaa mzima. Akaapa kulipa kisasi, lakini wakati huo akaamua tu kusolve tatizo hili kwa kuomba msamaha kwa mzee na kuzipokea zile taka za siku ya jana. Dayuni siku ya leo aliitwa katika nyumba ya mama mmoja mwenye watoto wawili, yani wamechafua nyumba vibaya mno, lakini kwa sababu anaipenda kazi yake alisafisha nyumba kwa muda mfupi tu na nyumba ikawa safi sana. Mama alijisikia
akajisikia vizuri sana mara baada ya kuona Dayuni amesafisha nyumba ile kwa muda mfupi afu ikawa ni nzuri zaidi. Lakini Dayuni wakati anaondoka aliandika ujumbe mdogo sana mara baada ya kuona kwa mama huyu anachoka kufanya kazi nyingi. Akamsihi mume wake na kumwambia kuwa ni vyema angekuwa anamsaidia mke wake kazi baadhi, kwani anaonekana kuwa anazidiwa na kazi nyingi. Mume aliporudi nyakati za jioni mke wake akiwa amelala, akausoma ujumbe ule na akajisikia vibaya sana. Mwisho wa siku akamsihi mke wake na kumwambia kuwa kwa sasa atakuwa akimsaidia baadhi ya majukumu. Licha kwamba Dayuni anaingia katika nyumba nyingi na kufanya usafi, lakini akifika nyumbani kwake huwa kuingia ndani na kuwa ni ngumu zaidi. Anakuwa ni mtu mwenye mawazo, kila wakati anasimama nje ya nyumba yake na kutazama mji. Lakini wakati huo pili tunaonyesha upande huko ambako bibi V anafanyia kazi. Leo alifanya kazi mpaka usiku. Akapokea ujumbe kutoka kwa mkurugenzi msaidizi akisema kuwa wazo lake la biashara limekubaliwa na wateja. Hivyo amefurahi sana kiongozi wao. Walifurahi sana kama ofisi. Mipango iliyofuatia ni kutoka nje na kwenda kusherekea. Wakamsahau kabisa bibi V, kwani yeye ndo aliweza kutoa wazo, lakini hawakumhusisha kabisa katika mipango ya kwenda kusherekea kutokana na kubaliwa kwa wazo lile. Baadaye kidogo wakiwa wameketi wakaanza kuwaza ni mtu gani ambaye anaweza kawafaa katika burudani. Wakafikiria kwamba ni vyema tungemwalika V aje kushiriki kama mburudishaji tu katika mpango wetu. Kweli V hakuwa na yana. Akafika eneo hili na kuanza kuwaburudisha, lakini wakaongea maneno ya kejeli kwa kusema kwamba kama ukiimba vizuri huenda ofisi itakufikiria na kukuajiri moja kwa moja, kwa sababu kumbe V anafanya hapa kazi kama part time, yani kwamba ni yule mtu anafanya kazi na kuondoka, sio mwajiriwa moja kwa moja katika kampuni hii. Choti ni bidada mmoja ambaye alikuwa ni mmoja kati ya watu waliokuwa wameshiriki katika sherehe hii na ni mfanyakazi wa kudumu katika ile kampuni. Lakini leo wakati amelewa, bibi alikuwa anamsindikiza moja kwa moja kumkodia taxi, lakini kuna maneno alikuwa ameongea kwa kusema kwamba kutoka niajiliwe katika kampuni hii sijai kumuona mtu anayefanya kazi kwa muda mfupi akaajiliwa moja kwa moja. Maneno ambayo yalimkata sana bibi V na kuona kwamba huenda hapa anafanya kazi na haji kuajiliwa hata siku moja kwa kama mfanyakazi wa kudumu. Sio, unajua tena mlevi huwa aongei uongo. Akayaongea yote ya moyoni mwake na kuongea ukweli. Baada ya kuyasikia maneno yale, bibi V alijisikia vibaya sana. Akawa anapita kando kidogo ya barabara, na huwa kuna simu za dharura ambazo zimewekwa kando. Unaweza ukapiga in case unahitaji kufarijiwa ama kuambiwa maneno mazuri. Sasa wakati huo anataka kupiga simu hii, Dayuni alikuwa anapika jirani hapo hapo, akapata hasira sana na kuanza kumuita mwamba. Sasa polisi kwa sababu walikuwa hawako mbali, wakajua kabisa kwamba huyu mpaka alikuwa anapiga ile simu ya dharura, huenda alikuwa anataka kujiua, kwa sababu ile simu inapigwa na watu waliokata tamaa na wanahitaji kufarijiwa na watu wa serikalini. Akiwa polisi wanaendelea kumbana na kumwambia kuwa ataje sababu ya yeye kutaka kujiua, lakini bidada akasema kuwa hana mpango wa kujiua. Alikuwa anapiga simu lengo aweze kufarijiwa kutokana na mambo magumu anayoweza kuyapitia. Wakamwambia andike barua, akaandika barua, lakini wakamwambia kwamba hatuwezi kukutoa hapa kituoni mpaka uwapigie watu wa familia yako na wenyewe tueleze juu ya kile ambacho unaweza kuyapitia. Lakini akakumbuka kwamba hana ndugu, hana rafiki na hana mtu yote katika maisha yake. Zaidi ni kwamba katika begi yake alikuta namba ya Dayuni ambayo alikuwa amepewa na yule mzee aliyekuwa amekuja kulalamika kuwa kuna taka zimeingia katika nyumba yake, na bidada alikuwa ameomba namba ya mtu ambaye alimuona siku ya jana katika eneo lile la nyumba yao. Basi akachukua namba hiyo na kuwakabidhi polisi. Wakampigia Dayuni kwamba yeye ndio mtu wa familia. Dayuni kwenda kituo cha polisi, akaamua kumpigia simu mpaka bosi wake, akambatana naye akafika kituo cha polisi. Alipofika tu akasema kwamba simjui huyu mwanamke, hata sio ndugu yangu wala sio mwanafamilia wangu. Lakini bosi alipomtazama huyu mwanamke akakumbuka kwamba huyu mwanamke ni mteja wake mkubwa sana, huwa anakuja kununua mabegi katika duka lake. Akafurahi sana kumuona, lakini akasema kwamba mimi nafahamiana na huyu mwanamke, niko tayari kumtoa. Akawa amemtoa pale polisi. Lakini wakati wako kwenye gari akaanza kushangaa sana, ni kwa nini umeitwa polisi? Akasema kuwa nimempigia huyo mtu ili aweze kufika hapa ni kwa sababu huyu mtu ambaye kunifanyia kosa kubwa sana. Kuna kipindi alikujaga nyumbani akamwaga matakataka mengi sana mtaani kwetu, alisambaza ovyo ovyo. Bosi akabaki anashangaa, yani Dayuni akafanya jambo hilo? Dayuni mwenyewe anashangaa, mimi nilisambaza matakataka tokea lini? Ndio alifanya hivyo ili aweze kunishawishi niweze kumwajiri kufanya usafi katika nyumba yangu, na mimi nikakataa. Kwa sababu Dayuni alikuwa akiendesha gari hiyo, akamshusha bidada na moja kwa moja akaendelea na safari zake. Vim badala ya kuuza nyumba yake akaamua kuipangisha. Akaandaa wapangaji wengi sana. Usiku huo wakaja kuitazama, lakini walipokuja kuitazama waligundua kwamba ni nyumba kubwa sana, wakaipenda. Ila walichokuwa wamekasirika nacho ni kwamba bibi hakuwa ni msafi kabisa. Wakamponda kwa kusema kwamba vitu vyake ni vichafu. Wakati huo wanaendelea kumponda, mwamba Dayuni alikuwa jirani katika ile nyumba ya mzee akimwandalia chakula akiwa ameketi na yule bosi wake. Wakawa wanasikiliza tu kitu chote ambacho kilikuwa kinaendelea pale nyumbani. Wakajisikia vibaya sana kuyasikia hayo, lakini walikuwa hawana namna yoyote, kwani siku zote wajipendekezi kumfanyia mtu usafi kama hajawaita yeye mwenyewe. Nyakati hizo za usiku, mwamba alipokea simu kutokea kwa bibi mmoja anafahamika kama Seng. Bibi analalamika sana na kumwambia Jeuni awahi nyakati hizo za usiku aende kumfanyia usafi. Mwamba akaomba ruhusa haraka sana kwa bosi zake na kukimbia kwenda kumfanyia usafi bibi. Alipofika tu alishangazwa sana na kuona chumba kichafu, yani misili ya kwamba ni kama jalala hivi. Hasa huyu bibi bana ana boyfriend wake anaishi nje ya nchi. Sasa alikuwa
wamesafiri kwa kitambo kirefu mpaka sasa hivi ni kama miezi 7 hivi. Kutoka alipoachana na msichana wake na kwenda huko nje kimasomo, basi msichana wake alikuwa ni mchafu kweli kweli. Wakati mwingi alikuwa safishi chumba chake, yani akienda kazini akirudi chumba kiko vile vile. Kila siku matakataka anajirunda tu kwenye nyumba yake. Leo amepigiwa simu na kuambiwa baada ya masaa 7 Mwamba atakupo yuko ndani ya nchi na anahitaji kumtembelea. Akampigia sana simu haraka Mwamba na hapa akahitaji msaada. Jamaa alipofika alishangaa, akasemea moyoni mwake tu, msichana anaweza kuwa mchafu kiasi hiki? Basi akamwambia kuwa usafi huu kufanyika ndani ya masaa 7 kukamilika itakuwa ni ngumu. Itabidi tushirikiane wote kwa pamoja. Wakaanza kushirikiana Mwamba Jae-woon pamoja na bibi Sang. Kwenda kutazama hivi anagundua ni picha ya mahusiano kwa boyfriend wake alikuwa na mahusiano na mtu mwingine. Akaumia sana na kujisikia vibaya sana pale ndani. Sasa wakati wote huo akimtazama Mwamba Jae-woon akaanza kujikuta tu anavutiwa naye wakati huo kwamba anatamani huyu ndo angekuwa boyfriend wake. Bwana mambo ndo kwanza yanaanza. Sasa nikumbushe tu kwamba hii ni series, kwa hiyo itakuwa na vipande 5 tu mwanzo mpaka mwisho. Kisha tumegusa alama ya subscribe na alama ya kengele, tunakwenda kutoa sehemu ya 2, ya 3 pamoja na 4 na mwisho wa siku tunamalizia ya 5. Zote zinatoka kwa mpangilio kabisa. Gusa alama ya subscribe na alama ya kengele kupata kazi hii ikiwa imetafsiriwa vyema kabisa. Lakini nakumbusha tu kwamba unaweza kujiunga ndani ya group letu la WhatsApp kwa kugusa linki ambayo nimeweka katika ukurasa wa comment. Nimeandika jiunge bure katika group letu hapa, kisha nimeweka linki pale. Utakapoigusa moja kwa moja utaingia katika group letu la WhatsApp ili kuweza kujua ni lini tamthilia hizi zinatoka ama muda gani zinatoka, ili uweze kufurahia uhondo sawa sawa na washabiki wengine ambao wako ndani ya group. Asante sana, tukutane katika episode ya 2 hii hapa.